Wakati mama ya Samueli alikuwa analilia Mungu ampatie mtoto, kuna kitu ambaye huyu Eli ambaye alikuwa kuhani wakati huo hakuwa anaelewa. Hakuwa anaelewa ya kwamba mama ya Samueli, Hana, alikuwa anachekelewa sana. Kulikuwa na mokari ilikuwa inaendelea katika maisha yake. Hakujua ya kwamba licha ya mokari ya mke mwenza, pia kulikuwa na uchungu ya yeye kutokuwa na uwezo wa kupata mtoto. Namba 3, huyu mama hakuwa ameona kile kitu chote ambaye bwana yake alikuwa anasema, kwa sababu ndani ya roho yake alikuwa persistent. Alikuwa anajua hata kama ni mali. In fact, Biblia inasema mume wake alikuwa anamuuliza, sina kupenda hata kuliko wengine wote bila hata mtoto. Lakini hakutosheka huyu mama. Maandiko yanasema kwamba siku moja alienda kuomba asubuhi, na alikuwa in so much pain. Alikuwa katika uchungu mkubwa sana, such that hakuwa anaweza hata kutoa maneno yatoke katika mdomo yake kwa sababu ya ile uchungu. Tunaambiwa kuhani anamuuliza, mbona wewe umeelewa na unakuja kanisa ama sinagogi? Akasema, sijalewa, ninamimina moyo wangu kwa Bwana. Lesson that we learn from this mother. Number 1, huyu mama alijua kile anataka maishani. Sometimes huwa tunapata distractions nyingi sana duniani. Unaomba kwa sababu ya finances, lakini kuna distractions zinakuja, unajikuta umetoka katika hiyo laini ya kuomba finances, unajiwekea cocktail ya mambo. Ninaomba finances, ninaomba juu ya hii, ninaomba na. Be specific if you want to get enough blessings of your prayer. Be specific na kile kitu kinakusumbua. Hawa watu ambaye unasikia wakisema wameenda prayer center na hawajaona Mungu, na wameenda wapi na hawajaona Mungu, most of the time ukiangalia their program hawana prayer specific. Wako tu pale wamejiita wameenda maombi. Na leo mtu wa Mungu, ukienda hoteli na ukae chini na usiitishe chakula na utoke, haujaitisha specific food kwa hoteli, lakini umetoka. Sasa haitamaanisha ya kwamba uko na njaa. Ndio itakuwa registered ya kwamba umeingia hoteli, lakini bado njaa ni ile ile, bado hali ni ile ile. The reason bado unaingia kwa maombi na mambo yanabaki vile vile ni kwamba, number 1, hauyuko specific in your prayer. This mother alikuwa anajua shida zingine ziko, lakini alijua anahitaji mtoto, na alifanya everything possible in terms of prayer wise. Yani tunaona huyu mama alikuwa anaamkia maombi, alikuwa anamtafuta Mungu, na hakukubali discouragement. Hakukubali discouragement ya mke mwenza kumchekelea, na hakukubali discouragement ya kuhani kutomuunderstand. Discouragement is one of the weapons that shetani anatumia sana katika maisha ya watu waombezi. Anakudiscourage, anakuonesha you're doing nothing, anakuonesha hata ile ingine ulienda ukaomba mbona haijafanyika, mbona ulianza na hivi na ukikubali discouragement katika maisha yako, you will have a lot of reasons why not to continue praying. Usikae hapo. Hapo ndio unaona watu wanasema hakuna, hata imefika pahali mtu tu ni mtu tu wa kawaida anasema hata huyo Yesu exist, ameletwa na wazungu, ameletwa because you're not specific. Be specific with your prayer, my friend. Just kama umeamua ni vita dhidi ya finances, jipe some time and fight that battle. Read about finances, learn about finances, pray about finances. Yani kichwa yako yote ikuwe ni finances. You will make it on that. Number 2, another reason why huwa hatupokei maombi yetu ni kwa sababu huwa tunapenda kusikiza external pressure. Huyu mama kama angekubali kusikiza external pressure ambayo ilikuwa ni ya daily. Ilikuwa daily, every day anachekwa, every day anaambiwa. Yani ni mama ako na hitaji, lakini every day pressure ina persist. But look at this mama, she didn't give up. Sasa sometimes tunaanguka na pressure. Uko mjini ama uko nchi nyingine ama uko wapi na mambo hayajakuendea vizuri, unarudi kwa kijiji, wanakupea pressure. Wanakupea pressure, mtu fulani amejenga na nirika yako. Msichana fulani ameolewa na nirika yako. Watu fulani wamefaulu na nirika. Yani kuna hiyo pressure. Ndio unakuja unakuta inaingia katika peer pressure. Unaanza sasa kufanya kudilute your vision and your prayer. Unaanza kuambia Mungu, bora mwanaume yeyote ama bora mwanamke yeyote, kama ulikuwa unamwamini Mungu juu ya ndoa, kwa sababu ya pressure ambayo iko. Sasa don't worry. Wakati Mungu ako karibu kulete miracle, wakati Mungu ako karibu kufungua
milango. Kutakuwa na hiyo pressure sana. So the more they pressure you, the more wanakuonesha venye uko nyuma, the more wanakuonesha venye you are not making it. It's not a time for kusikiza hiyo story. It's the time kupersist on the goal, maana uko consistent. Kama hiyo point ya kwanza venye nimesema. And last but not least, watu wengi hukosa kupokea baraka because of wrong expectations. Katika video yangu ya jana nimesema ya kwamba ndio Mungu akubariki, lazima akupitishie hali. Not even the devil. Shikiza vizuri mtu wa Mungu, sio shetani. God himself lazima akupitishie hiyo hali. Hata Yesu mwenyewe ndiye aanze kufanya miracle. Bwana alimake sure amepitishiwa mateso na majaribu, especially kwa ile wakati alikuwa anahitaji Mungu zaidi. That pressurous time, that time ya pressure. Ndio shetani anakuja kumwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, badilisha hii mawe iwe mkate ukule. How many times have the devil done that to you? How many times shetani amekufungulia shortcut? How many times umeona an easy way of doing things na ukastick to a godly way of doing things? You understand what I'm saying? Every time in your life, don't go for an easy way, don't go for the shortcut. No pain, no gain. Jaribu kabisa kupambana na kutafuta Mungu katika hii maombi. Prayer works, my brothers. Prayer still works. And miracles still exist. Na nguvu za Mungu bado ziko. It is yours for the taking. Lakini sasa set your mind in a way that you know exactly. Kama unapigwa na shetani mostly, angalia maisha yako, shetani anakupiganga namna gani. Kuna wale wanapigwa na finances, kuna wale wanapigwa na usherati, kuna wale wanapigwa na loss of any kind. Yani kuna hiyo. We are not all uniform. So ukisikia mwingine akisema yake amepata easily, usianze kuvunjika moyo kwa sababu yako bado haijakuja, because you don't know the battles they were fighting. Everybody ako na their own specific battle. Na hii unapitia ni yako. It's your own specific battle. I'm here to tell you, unatoka katika hiyo hali na Mungu anaweza turn around. The fact that amekubali hii safari ianze ndani ya maisha yako. He trusts you enough ya kwamba unaweza kuwa faithful to him mpaka umalize. Those that God loves, anahakikisha wamepitia mambo, wawe clear, wawe clean, wawe strong, yani when I'm talking about clean, naongea kuhusu out of all impurities ambaye shetani ameturushia kwa maisha. Unajua maisha ni kama spark, ukikaa katika spark kuna vitu zinarushwa, zinashikanishwa na hiyo spark. Enda usome Psalms 155. Psalms 55, not 155. Utaona ya kwamba anasema waovu wamenifunga. You understand? Sasa kuna hizo vitu huwa zinarushwa sana. So in life, kama unataka, lazima uwe clean out of those impurities through the blood of Jesus. So prayer for you is not an optional thing. It is a real thing that you should do. Na mimi nakuombea sana, sana, sana. Maana faida yangu ama ushindi wangu haikuji na vitu ambaye wewe unafikiria za dunia hivi. Wewe utakapo faulu, na uwe strong, na uwe successful, hiyo mimi nimeshinda vita. So I want you to join me in prayer. I want us to join together. The Bible says, wawili ama watatu wakiungana pamoja kwa imani, Bwana ako ndani yao. So let us join God in prayer for that thing that you are going through. Wacha tushikane kwa imani kwa sababu ya hiyo jambo ambalo unalipitia. Nitafute kwa simu, niombe na wewe, free of charge, by the way, free of charge. Tuombe pamoja, tukapate kuinuana pamoja, maana hiyo ndio maana ya Ukristo. Sawa sawa. Otherwise nakuombea sana mshindi. Wewe ni mshindi. Mimi nakuita wewe mshindi. You are successful. You are winner. You are going to be okay. Sawa sawa. Peace be with you. Na ngoja tuongee na wewe.